Yeah, so Quincy Daniel, so apart from football na skills zako zenye una develop kama mchezaji, kuna anything else una learn ukiwa kwa academy kama Lexus Soccer Academy? Niko chuta atuambianga tujiamini, tunaweza enda mbali. Tujiamini, unaweza enda mbali. Yeah, na so anaongelesha more kuliko hata football, si ndio? Yeah. Na baby kuna kitu kingine anawaambianga yenye inaweza kusaidia hata kama hutacheza football, maybe ukikuja hata home inaweza kusaidia. Anatuambianga tukienda success tusisahau Kenya. Wow. Na Jackson, the other day remember of late kumekuwa na protest na nimeona online sijui kumekuwa mpaka na ref wanasema kulikuwa na ref ana ref KPL ako kwa protest, one of the goons. Kumekuwa na a news mchezaji alikuwa acheza New Mathare na alikuwa acheza kule Mathare, ameuawa juu ya mob justice, juu ya wizi kule Pangani. So what do you think of ukiona those things, wachezaji wako na potential, the other one is a referee and na vitu zenye zina happen, politics zinaingilia katikati, maoni yako? By the way, ni sad sana na ni noma sana, ni mbaya sana kuona player footballer alafu anakufa kwa vitu zingine kama hizo. Inamaanisha sisi kama coaches kuna maybe pia okay, kando na huyo mchezaji ama venye na grow, na vitu pia sisi wenyewe hatufanyi. Na believe venye tulikuwa tunasema tuna venye ambassador si usema coach wewe ni parent. Kenye unafunza huyo mtoi ujue yake grow ndo atakuwa akifanya. So kana football unajua like unapata makochi wengi anakuja grawa na coach mtoi anamcoach the more ana grow, but amwambii nini anafanya kana na football. Na pia maadili anamweka nayo ni tofauti sana. Unatoka kwa background tofauti. Mahali home saa zingine atuangaliwi na parents, saa zingine wako busy. So kwa coach usipokuwa karibu na ule mtoi akigrow ataanza kufanya mambo yenye hata hafai kufanya. Na atakuja tunalaumu, by the way tunakuja kulaumu vijana bure saa zingine, na kwa pia ni ile msingi watengenezea. So as a coach ni nini unapewa mtoi wakati unamcoach kana football, nini ingine unampea? Unaona? So unafaa kumpea more advice kama vile Quincy anapewa pale na coaches wake. By the way sisi ambassadors unapata sisi kana football na hiyo ndio kitu ilinifurahisha pale ambassadors, by the way. Like atucoach to football. Football iko but atucoach to about football. It's about kuna life after football. Kweli na life. Na pia venye huyo mtu anaweza jando luko nje. Mimi na believe ukigrow kwa academy before hata umalize ufike 18 years kuna vitu mob sana utakuwa umelan na utakuwa unaweza jua kutumia ile pressure iko huko nje. Unajua kwa nje kuna pressure sana kama football. So utakuwa unajua kuitumia. Kujisaidia na pia kujua venye unaweza ishi na watu. But pia kunaweza kuwa na argument Jackson, because player kama tukiangalia player niliona anaitwa Wafula, I think John Wafula, alikuwa goal but aliuawa kwa mob akiiba, akisnatch simu ya mtu pale Pangani. So unaona maybe alikuwa na need, hakuna kitu mtaani, maybe bola ilipi. Ukiangalia on the other side uref mwenye inasemekana alikuwa one of the hired goons kule town during protest, maybe amelipokuwa pale cause football haina enough, haimpei. So it's challenging. Nini inaweza fanyika, tutafanyaje? Maybe tunaweza wajudge, but maybe leo wewe Jackson mtu akuja akwambie na maybe una kitu ya kulipa rent na akwambie na kupea ido enda ufanye hivi. So, tutabalansaje hiyo mambo? Itakuwaje? Nini what is lacking kwa society yetu ama kwa football yetu ndio tukuwe na people wenye wako na the right morals? Okay, about hiyo ni maybe tu FKF na teams na like wenye tu wana manage mambo na football wanafaa wasaidia vijana sana because like unafaa like kama mchezaji mimi nikuwe na feel free nikuwa na shida naweza kuja ku approach then saa hivi venye kuko saa hii Kenya mbona kusikue tu like na hiyo partnership like naweza kuja kwako na nikuwe na ukue space poa sana ya mimi mwenyewe kuja kuletea mawazo yangu mimi mwenyewe ku approach nikwambie napitia hii na hii na unisaidie. Unaona?
kitu moja like about na ni shughuli tunafanya na unapata like kuna hii sports for Jesus ministry. Ukiangalia kuna kitu moja hapo wame-mention na ni key line sana hapo like transformation. Unaona? Transformation. Like not about talent. Talent tuko lakini not about talent but transforming lives. Unaona? So FKF kama itasaidia na makoch na shule like na government itakuwa poa sana. Hata vijana wetu hawatakuwa wanapotelea huko nje. Watakuwa kugrow wakijua after football naweza fanya hii na naweza fanya hii. So itakuwa poa sana. And I'm also thinking there's a lot, even as we talk about Kenyan football, there is a lot that needs to be done from all stakeholders, from you, the fan out there, from the teams themselves, from the federation, the government. We make all of us, we pull together, make our football more marketable, to attract more corporates, more investors, and even more broadcasting partners. Ndio, at the very least, our sport equally created, because sports is a very pregnant sport. When nikisema hivyo, you know what you mean. There is a lot of potential, a lot of money even in sports. Like we talk right now, we say the EPL, the English Premier League, is the most lucrative and very rich league in the world. So there is a lot of sport. Do your homework, angalia sportsmen and women, the amount that they get paid. But hapa Kenya, we can still do the same. So that means kuna some vitu zenye hatufanyi, but we can do that. We can pull our heads together and make our sports lucrative, ndio to avoid scenes kama za huyo kijana aliuawa kwa mob justice Pangani. Talk of our referee, either ikuwe ni true ama ni just made up stories, our referee being in one of the goons pale town. Because these people, as much as we judge them, wanatafuta kitu, they are looking for bread. Some of them maybe they are breadwinners, and maybe football hailipi na vile tunaweza vile inafaa kukua. So a lot that needs to be done, but I think and I feel that if all of us are stakeholders in football, tukikuja pamoja, even sisi fans tupende ball yetu, na pia club zetu zitupende, zikuwe open na zicheze ball poa, without any hatred, without anything, na zikuwe run properly by the ones who are running those clubs. Na by the way ni poa, lakini mimi nataka like tabu try kureason kitu like ni home. Mbona uchafue home kwako like wajulikanange nyinyi watu wa furugu. Unapata sisi ni kama si team. Mbona tukuange tu watu wakikuja si ndio tunapigana pale. Nini tunaweza fanya kama players? Tuna market aje team yetu. Unajua the more tunapigana the more pia tuna expose team, tunaonyeshana like sisi tunaishi namna gani. Unaona? But mimi na believe kama players wanaweza kuwa na ile unity na mafans wao, kuna vitu haziwezi kuwa zinaendelea. Wanaonyesha like sisi hatuko kupigana, si ndio? But wacha tufuate ile right. Then about the referees, about the like when na manage nini hizo vitu. FKF wana nini wako na hizo classes. Waonyeshe like umuhimu like wana ref wanafaa na behavior ya ref, cause saa zingine tunaekea mafans lawama, saa zingine pia fans wamechemka, wamelipa fare, umefanya nini mna manage team, but refa mwenyewe yuko honest. Unaona vitu mingi zimekuwa zikifanyika. Saa zingine tunatetea marefari, tunasema ma players ama fans wanapiga marefari, but tukiangalia tukifuatilia marefa ndio pia wanafanya like inakuwa hivyo, wanaharibu pia football, cause unapata pressure iko juu. Wewe refa una cheat about the nini, maybe saa zingine unapeana bao ya uongo ama nini, hauko honest, umepewa maybe kitu kidogo, bado uko tu honest to protect kazi yako, unafanya vitu inatokea kweli. So wakuwe tu honest. Naona hadi Mngala ukiongea hivyo kuna refa amekulalia mahali, kwa tunaongea ni kama ni kitu imekuwa affect. But anyway, let us be fair from the referees, the management of sports, the ones also managing the clubs. And also, I want to use this platform to send a rallying cry to our the political class. Please. We know our youth and our young men, they are vulnerable, they are jobless, some of them, but please don't use them for political purposes. Let us love our own. These youth, they are crying for jobs, they are crying for opportunities. So usiende pale kuwatumia, kuwapea 1, 2, 3 ndio pesa kidogo ndio waende walete fujo, because we are burning our own country.
Yeah, let us invest in programs zenye zitawasaidia like sports, youth, kama venye Quincy anacheza club. This is a privately owned club, Lexus Soccer Academy. Those are some of the things as leaders, even the political class in our country Kenya, tunafaa kuinvest in so that young people and youth wakona opportunities for employment. Na tukimalizia, there's a verse that we like and we appreciate here Sports for Jesus, and here the breakdown show, 1 Timothy chapter 4 verse 8, and it says physical fitness is of some value, but godliness is of all values, having promise for both now and the life to come. So even as we practice, as we go to the fields and to train and to do all that, it is not about even what we are training. As Jackson amesema sahi hapa, it's not just about football, it's about life. It's about knowing that Jesus died for our lives and following him, because he's the perfect role model. Because tuko na so many role models, we look up to our leaders, but they are failing us. We look sometimes even to our parents, they fail us, but there is one who will never fail us, who died for you and me, our Lord Jesus Christ. He never fails, he loves you, and he says, hey, my son, my daughter, come to me. And so let us, this is a cry, dear viewers, let us give our lives to Christ. Let us live lives that are pleasing to him, so that at the end of the day, because this godliness has promised for this present life, we will be rewarded even right now in our lives, and even for the life to come, for eternity, because we are all chasing the kingdom of God. So thank you very much for joining us for this show, this episode. It's been a pleasure having you, and thank you for always keeping the support. Continue following us and commenting on Facebook, on TikTok. Follow us on all the social media platforms, and thank you for being with us. I've been your host, I'm Coach D, and we have been with Coach Jackson, and we had a guest from Lexus Soccer Academy, Quincy Daniel. So thank you very much. See you next time. And before we go, our next show next week, we will be at Gathers Academy in Joska. We will have a sports clinic and mentorship program. Remember, next week it's a midterm break. So we will be mentoring all our kids from the church, and we hope to have a wonderful time together. So join us next time. Continue keeping the conversation going, and God will bless all of us. So have a lovely week. See you next time.